Hamjambo, kwa majina najulikana kama Mwalimu Cheche au Rasto Asienga. Na katika maandalizi yetu ya mafunzo yetu katika kujifunza bajeti ni nini, na kuangalia baadhi ya maneno yanayotumika katika kufafanua bajeti. Leo hii tunaangalia jambo la 4, na neno maalum. Kwa lugha ya Kimombo tunasema kwamba specific. Neno maalum inamaanisha nini? Tunapotumia neno hili katika kufafanua bajeti inamaanisha nini? Tunapoongea juu ya neno maalum, inamaanisha kuwa wazi au kutambuliwa. Kuwa wazi au kutambuliwa. Ndio maana tunamaanisha neno maalum, specific. Mtu ambapo unakuwa specific inamaanisha kwamba unaweka wazi ama unatambua ni kitu gani ama ni jambo gani ama ni nini hilo ambao unapangia kwa wazi. Kitu kilichofafanuliwa wazi. Maalum au haswa badala ya jumla. Kwa hivyo tunapoongea maalum ama haswa inamaanisha kwamba haujumulisi mambo. Katika bajeti haujumulisi. Unaongea juu ya kila kitu kikiwa kipekee yake. Unaongea juu ya kila kitu kikiwa peke yake. Na unawekea iko kitu ama hilo jambo ama kazi unaiwekea bajeti yake ikiwa peke yake. Haujumulizi. Ama uongee jambo kwa upana zaidi. Unaongea jambo kwa umaalumu wake. Ukitenga kikiwa kipekee katika bajeti na kuwekea bajeti yake, ama ni pesa ngapi zinahitajikana na ni muda gani yatakana ikaweze kutimiliza hilo jambo. Inafananua kipengee, madhumuni au maelezo mahususi ambao yamesuiliwa kwa kesi fulani pekee. Inatumika kuonyesha usahihi kama vile maagizo mahususi au kuweka kikomo kitu kwa aina au aina ya kipekee. Kwa hivyo hii unaongea kwa aina ya kipekee, specific, yaani maalum kabisa. Unaongea aina ya kipekee kwa kile kitendo ungependa kitendeke, na kinapangiwa fedha yake, kinapangiwa wakati ambapo kitakamilika. Kama ni kazi fulani unapangiwa kati ambapo kitakamilika. So unakuwa katika lugha ya Kimombo specific, maalum. Kwa hivyo katika bajeti tengea kila kitu bajeti yake, kila kitu fedha zake, na kila kitu wakati wake ambao unatakana kianze na kikamilike. Asanteni, mimi ni mwalimu wenyu, Mwalimu Cheche ama Rasto Asienga, na wadhamini sana. Asante kuendelea kunifuatilia. Asanteni.